Unauliza? Afanya kazi gani? Mimi kazi yangu mimi ni specialist wa, yani niseme kwamba scientist. No, scientist. Kwa nini? Scientist. Basi nielekeze, unajua kile kitu ambacho labda mimi ni daktari. Daktari wa nini? Okay. Yani mimi scientist wa kushenyenta. Subiri sasa. Yani shenyenta. Basi ngoja hapo. Kwenye unasema hivi kama wewe ni daktari sijua kushinyenta. Wewe. Sio hivyo. Unajui? Wewe tulisomea shule hiyo. Scientist. Wait. Unajua hivi? Ngoje. Kama daktari. Daktari anasemaje? Mimi ni daktari. Daktari wa nini? Daktari wa mifugo. Mifugo ya aina gani? Atasema mifugo ya ng'ombe. Ng'ombe unawafanya nini? Ndio ataanza sasa kuelezea kwamba mimi ni daktari wa ng'ombe ambao ng'ombe natibu labda magonjwa yao, ng'ombe natibu yaani vitu kama hivyo. Sasa wao umesemaje? Mimi ni scientist. Kazi yake ni kuwasaidia wale ambao wana misongo ya mawazo na mahusiano. Sasa hapo ndo umenielewa? Sasa nimekuelewa. Mimi yani na kuelimisha kwenye masuala ya unaweza kuwa na wewe scientist. Kwa nini uzungumzie scientist? Ukawa shenyenta. Umenipata? Usitumie shenyenta. Kama mimi ni daktari wa mahusiano, psychologist wa manini, wa lovers. Sasa wewe unanielekeza mimi kitu ambacho nifanyaje? Nimekisomea. Sio kutunga jina. Ndio shahada nilionayo. Scientist ndio mimi. Wewe hapa mnaga scientist. Nionyeshe hivyo chochote kwenye scientist kimeandikwa. Kuonyesha kibali cha nani haturuhusiwi. Katika ibara ya mwaka 1972 mkwaju AB ya 364 hauruhusiwi kutoa kibali cha kazi kwa mtu usiyemjua. Niite shenyenta. Shenyenta? Yes. Akunaga kibali unachosema scientist. Huwezi ukajua kwa sababu mimi ndiye ninayejua. Mimi ni special kwa scientist na shenyenta na shenyenta. Achika huko labda au kwenye mahusiano yake. Tuseme hivi. Kila kipeta mahusiano ndani ya yani mtu unajua ile kunaachwa bila kuambiwa. Kwamba uambii chochote lakini mtu anapunguza upendo. Kama alikuwa anakutafuta hakutafuti. Humo kazi yangu. Na baada ya kumpa mshenyento ambao wewe ndio hiyo dala yako huko. Punguza matumizi ya mkono. Unajua mkono fanya hivi. Fanya hivi ina maana yake. Unaelewa? Nilivyosomea. Fanya hivi ina maana yake kwenye vyama vyetu. Unaelewa? Ukinyanyua hivi ina maana yake. Mkono huo ukinyanyua hivi. Sawa? Au nikikupa 5 hivi. Alafu hiyo 5 nikaikuja nikaiweka hivi. Kwa kuna namna fulani hivi. Mkono ukifanya hivi. Wewe mwanangu nipe 5. Tofauti na hivi. Wewe nipe 5. Kwa hiyo zingatia matumizi ya ishara za mikono tuondoke. Jibu la hiyo swali langu nilokuuliza kwamba kwa nini? Yaani kwa nini unaacha bila kuambia na ukieleza maybe labda ukiwatafuta ukiwaambia sababu ya wewe kuniacha inakuwa ni shida gani? Okay. Iko hivi. Kumpenda mtu cha kwanza neno tamaa lazima liwepo.